ambao utakujenga kwa ajili yako pia, hata kwa ajili ya kazi zako kwenye familia, hata kwenye jamii na maeneo ambayo mbalimbali ambayo umeitiwa. Na usi ujumbe mwingine ni ujumbe ambao kichwa cha habari nimeupa neno la lililopandwa. Neno lililopandwa. Na bila kupoteza muda nitaomba na tutakwenda kusoma neno. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Fadhili zako ni za milele, matendo yako ni makuu. Na kushukuru Mungu Baba, Yesu Kristo Roho Mtakatifu. Ninakuhitaji, ninaomba uniongoze Mungu Baba, Yesu Kristo Roho Mtakatifu. Katika hiki ambacho nimekiendea katika jina la Yesu Kristo, kwenye kitabu cha Zaburi 67 mstari wa 4, kwenye kitabu cha Warumi 8:14, na kwenye kitabu cha Zaburi, kitabu cha Luka 24 mstari wa 50. Ninakuhitaji Mungu Baba, naomba upako Alfa na Omega, sawa na Ufunuo 1:8, katika jina la Yesu Kristo. Naomba Bwana tufanye kazi hii pamoja na wewe, sawa na Warumi 8:28. Baba, kwa ajili ya kusaidia kwenye jamii, Roho Mtakatifu kanitumie yale ambayo umekusudia ukaitoka kufuata Baba. Niweze kuwapasha watu wako habari sawa na kitabu cha Petro 2:1 mstari wa 21, katika jina la Yesu Kristo. Tawala mawazo yangu, akili yangu, fikira zangu kwa Mungu, sawa na Zaburi 67 ule mstari, katika jina la Yesu. Sawa na Zaburi 66 ule mstari wa 7, katika jina la Yesu Kristo niomba na kuamini. Amina. Haleluya. Mungu akubariki sana. Nataka niongee kuhusu habari ya kwenye kitabu cha Yakobo pale, na unaweza ukanifuatilizia. Ni kitabu cha Yakobo ile moja ule mstari wa 23. Anasema kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji, nitaanza mstari wa 21. Anasema kwa hiyo wekeni mbali uchafu wote na ubaya uzidio, na kupokea kwa upole lile neno lililopandwa ndani, liwezazo kuziokoa roho zenu, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, ali mkijidanganya nafsi zenu. Tunaona huyu ni mtumishi wa Mungu kwenye kitabu cha Yakobo. Yakobo alikuwa ni mtumwa wa Mungu, na huyu mtumwa wa Mungu alikuwa na watu ambao wanawafikia kwa ajili ya kupeleka Injili. Na tunaona moja kwa moja alikuwa anajaribu kuzungumza na kundi ambalo alikuwa analihubiria. Akaona ndani ya mioyoni mwao kuna vitu ambavyo vimepungua, na ndani ya mioyo akaona kabisa kwamba kuna ubaya ambao unazidi, na huo ubaya ambao umo ndani yao ni kwa sababu ya kutokupokea neno la Mungu. Neno la Mungu lilikuwa linakuja kwao, likija hawalipokei. Kwa hiyo alipandwa ndani yao. Unapolipokea neno, manake linakaa ndani ya moyo wako, au linapandwa ndani ya moyo wako. Sasa kundi aliokuwa analiongoza hawa ndugu walikuwa wanahubiriwa, lakini hawapokei. Kuna ubaya ambao walikuwa wameweka ndani yao. Na ndipo Paulo mtumishi wa Mungu wa Mungu Yakobo akawaambia kwamba waeke kila kitu ambacho ni ubaya, ni uovu, lakini walipokea neno la Mungu, wakubali lipandwe ndani. Hilo neno likipandwa ndani yao linaweza kuwaokoa kwenye huo ubaya, linaweza kuwaokoa kwenye huo uharibifu ambao uko ndani yao, linaweza kuwaokoa hata basi kwenye magonjwa, linaweza kuwaokoa kwenye ziki, kwenye adha, mazingira ambayo wanapitia, inaweza kuwaokoa. Na nataka tu kusema ndivyo ilivyo leo, kwamba watu wengi sana si kwamba wasikii neno la Mungu, wanasikia neno la Mungu, lakini neno la Mungu linapohubiriwa hawako tayari kulipokea lile neno likapandwa ndani. Na nataka tu kusema hawaoni faida ya neno la Mungu kupandwa. Lakini tunaona mtumishi wa Mungu huyu ambaye ni Yakobo, ambaye ni mtumwa wa Mungu, alikuwa anawaambia shida ya hao ndugu ni kwa sababu neno lilikuwa liko ndani yao. Kwa hiyo kama neno likikosekana ndani, kuna vitu vingine ambavyo vitapandwa. Na nataka tu kuambia mtu wa Mungu, yamkini huwa unasikilizaga neno, na hata pia huwa unaendaga hata kanisani, lakini ukienda kanisani
una muda. Kuna vitu ambavyo unataka tu uvisikie, lakini sio vipandwe ndani. Ukiondoka unaondoka tu haujapokea kitu chochote. Unakuta unaishi kwa hasara. Na unakuta kuna vitu ambavyo vinachukua nafasi, hasara kutokupanda neno la Mungu. Kuna vitu vingine vinachipuka ndani ambavyo si vya kimungu, adui anavipanda ndani. Lakini utakapokubali neno la Mungu likaanza kupandwa ndani, liko tayari kukuokoa. Sio kukuokoa tu roho, hata mwili wako. Sio mwili tu, hata familia yako. Neno la Mungu liko tayari kukuokoa. Liko tayari kukusaidia, kukutoa kwenye hicho kiwango ambacho unapitia, kukipeleka kiwango kingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu linatusaidia kututoa kwenye mazingira ambayo hatuwezi sisi kutoka. Lakini tunapokuwa na neno la Mungu ndani, linaweza kutusaidia sisi kuweza kutoka. Na nataka tu nikuhakikishie, ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo hiyo moja, ni ule mstari wa 3. Anasema, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa kamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Naona nataka tu kuambia, ukipungukiwa na neno, nataka tu kusema ukipungukiwa na neno, kuna mazingira ambayo utapita, kuna majaribu ambayo utapita, au utaweza kutoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kimepungua, na si kitu kingine ambacho kimepungua ndani yako. Neno la Mungu likipungua ndani yako, ukakosa neno la Mungu, ni rahisi sana majaribu yaje. Ni rahisi sana upitie kwenye mapito. Ni rahisi sana upitie kwenye adha. Ni rahisi sana upitie kwenye njia ambazo si sahihi, na ukaanguka. Unaanguka kwa sababu gani? Hauna neno la kukusaidia, hauna neno la kukutoa. Kitu kinachoweza kukutoa sehemu ambayo umeingia, yamkini ni kwenye jaribu, kama hapa anavyosema, ukashinda, ni kwa sababu unaufahamu katika neno. Unapokuwa na ufahamu katika neno, jaribu linapokuja, lile jaribu halitakumeza, lile jaribu halitakuweza, lile pito halitakuweza. Lile pito utalishinda. Kwa sababu gani? Kwa sababu una neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linaweza kukusimamisha ukaweza kuwa imara. Neno la Mungu ndilo linaweza kukusimamisha ukaweza kuvuka mazingira ambayo huwezi kupita, kwa sababu una neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia. Neno la Mungu litakuvusha mahali ambapo wengine hawezi kuvuka, wasiokuwa na neno. Wewe utavuka. Eneo lingine ambalo hawezi kushinda, wewe utashinda. Eneo ambalo huwezi kuinuka, kwa sababu una neno la Mungu utainuka. Eneo ambalo huwezi kupiga hatua, kwa sababu una neno la Mungu, wewe utapiga hatua, wengine hawatapiga hatua. Eneo ambalo unapitia mahali ambapo ni pagumu, hauwezi kushinda, lakini kwa sababu ya neema ambayo iko ndani yako, neema ya neno la Mungu, neno la Mungu litakuvusha. Mtu wa Mungu, nataka kuambia asubuhi ya leo, yamkini umepungukiwa na neno, haujakamilika kama neno la Mungu linavyosema hapa. Anasema sasa, saburi na iwe na kazi kamilifu, pate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Ukipungukiwa na neno la Mungu, huwezi kuwa mtimilifu, huwezi kuwa mkamilifu. Kuna vitu ambavyo utapitia kwa sababu hujakamilika, adui atakuangusha. Utapitia kwenye madhaifu ambayo kutarajia uyapitie wewe na familia yako, madhaifu ambayo kutarajia uyapitie kwenye ndoa, madhaifu ambayo kutarajia kuyapitia kwenye huduma yako, changamoto ambazo kutarajia kuzipitia ndani ya kanisa kama mtumishi wa Mungu, kama mchungaji, changamoto ambazo kutakiwa kuzipitia ndani ya kazi ya Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Sio mtimilifu, hujatimilika katika neno. Nataka tu kukuambia mtu wa Mungu, kuna mtu mmoja ukisoma kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ambaye anaitwa Samueli ile 3:19, utakuta yule mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Samueli. Huyu Samueli akuacha neno la Mungu lidondoke chini, alilishika neno la Mungu akatengenezeka akawa nabii. Kila alipokuwa analisikia neno la Mungu alikuwa analishika, likawa linamsaidia katika maisha yake kumpeleka level nyingine. Na tunaona Samueli alikuwa muonaji. Kusoma kwenye Samueli wa kwanza 9:9. Kumbe ukiwa na neno la Mungu ukikamilika, ukiwa mtimilifu, unaanza kuona, unakuwa ni macho ya Mungu, unakuwa ni macho ya jamii, unakuwa ni kioo cha jamii. Lakini sio kioo cha jamii tu, hata ndani ya kanisa pia unaweza ukalisaidia kanisa. Kwa sababu gani? Una neno la Mungu. Yamkini mtu wa Mungu umekuwa ukienda kanisani, unaenda katika hali ya kawaida,
Ukienda tu unaenda unarusha mikono hivi. Wako ambao wanakwenda na notebook, wako ambao wanakwenda na Biblia. Wakifika kanisani wanaandika zenu, wanaenda wanakaa chini na wanaangalia. Neno linaendelea kupandwa. Na ndivyo wanavyokuwa. Ukiangalia 3:19 kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza, unakuta neno lilianza kumkuza nani? Lilianza kumkuza mtumishi wa Mungu huyu ambaye anaitwa Samueli. Alipokuwa analisikia lile neno likakua, akaanza kukua. Nasema Samueli akakua. Alikuwa katika kumjua Bwana, roho yake ikakua, ufahamu wake ukakua, akapata hekima, akapata maarifa, akapata ufahamu. Na hata watu wakaona kwamba huyu ni nabii. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani alikuwa na neno la Mungu. Mtu wa Mungu, nataka tu kukuambia asubuhi ya leo, kuna vitu ambavyo umejaza ndani ya moyo wako ambao ni ubaya, ni uharibifu kwenye moyo, lakini si kwa sababu ujui. Yamkini unajua kwa sababu hujakubali wewe mwenyewe binafsi kuliruhusu neno la Mungu lipate nafasi. Hata neno la Mungu lipate nafasi kwenye maisha yako. Neno la Mungu litakusaidia kwenye maisha yako, katika kazi zako, kwa sababu una neno. Pale ambapo wenzako wanapata hasara, utapata faida. Kwa sababu gani? Una neno la kukusaidia katika biashara. Neno la Mungu litakusaidia wewe kwa watoto wako. Pale ambapo unaona watoto watu wengine wanaanguka, watoto wako watainuka kwa sababu una neno la kusaidia watoto. Pale ambapo unaona jamii yako, kwenye ukoo wako kunakuwa na uharibifu, kwa sababu una neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia, litakutoa hapo ulipo, litasaidia babako, litasaidia mama yako, lakini litasaidia pia taifa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekamilika na umekuwa mtimilifu kwenye eneo ya kulielewa neno la Mungu. Kwa hiyo pale ambapo taifa linapitia katika majaribu, linapitia katika mapito, wewe utakaposimama sawasawa na jinsi ambavyo Mungu amekukamilisha, umekuwa mtimilifu katika neno, taifa litapona, ndoa itapona, watoto watapona, vijana watapona, kazi yako itapona, roho yako itapona, ufahamu wako utapona, fikra zako zitapona. Nataka tu kukuambia kijana, angalia neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia. Yamkini unapita kwenye mapito unayepita, unapita kwenye majaribu, unapita kwenye vishawishi, unapita kwenye uharibifu, kwa sababu unapita, si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu una neno ambalo linakukamilisha. Unaweza kuwa mtimilifu. Yamkini nao unapita katika utumishi wako, ukifikiria Mungu amekuacha, kumbe una neno ambalo limekamilishwa ndani yako, ukawa mtimilifu, likakusaidia katika huduma yako, likakusaidia hilo neno kwa ajili ya kulea vijana, likakusaidia hilo neno kwa ajili ya kuwalea mabinti, likakusaidia hilo neno kwa ajili ya kuwalea wababa ndani ya kanisa. Mtu wa Mungu, nataka tu kukuambia, simama, tafuta neno la Mungu. Neno la Mungu likija kwako, akubali lipandwe. Neno la Mungu, kijana, unapokuja kanisani, kubali neno lipandwe. Unapolisikia neno la Mungu, wengine unasikia kwenye television, wanaona tu ni kitu cha kawaida. Kumbe Mungu ameruhusu neno lihubiriwe kwenye television ili ulishukue lile neno liweze kukupeleka hatua nyingine. Neno la Mungu linahubiriwa hata kwenye mabasi. Unakuta unasafiri, sometimes unasikia neno la Mungu, lakini unakuta umeweka headphone kwenye masikio. Utakusikia neno la Mungu, neno ambalo unajua litakusaidia. Zenu washangaa tu, mnasafiri kidogo, unaona ajali imetokea. Kwa sababu gani? Ukujua wakati. Nataka kuambia wakati ni sasa. Kitu kitakachokusaidia dunia leo ukaweza kuepuka uharibifu ulioko duniani, neno la Mungu. Litakuprotect, neno la Mungu litakuhifadhi, litakutunza, litakuzingira. Kwa hilo utastawi, kwa hilo utaziona baraka za Mungu, utaona mafanikio ya Mungu, utaona njia zikiwa zinafunguka. Kwa sababu gani? Una neno. Kisoma kwenye kile kitabu cha Yoshua 1:8 utaelewa kitu nasema. Anasema kitabu hiki kisiondoke. Kuna vitu ambavyo vitakivyoondoka, kuna vitu vingine ambavyo viko ndani, tunatakiwa tuviondoe. Na unajua ni kitu gani ambacho unatakiwa uondoe ndani yako? Uruhusu neno la Mungu lipandwe. Mtu wa Mungu, badilika. Nasema na wewe baba, nasema na wewe mama, nasema na wewe kijana, nasema na wewe mzee, badilika. Ni wakati wa mabadiliko, na hakuna kitu kinaweza kutubadilisha dunia leo tukaweza kuona upendo, sisi na watoto wetu, sisi na familia zetu, sisi na nyumba zetu, na taifa letu kwenye kizazi cha leo. Neno la Mungu pekee ndio linaweza likatupa kusurvive hapa duniani, ndio linaweza kutupa ulinzi, ndio linaweza kutupa afya njema, ndio linaweza kutupa mafanikio.
kubali lipandwe. Ndio anaweza kutupa baraka, anaweza kutufungulia milango ya upenyo kwenye maeneo mbalimbali. Kuna vitu umeshika lakini sio neno. Nataka tukuambia mtumishi wa Mungu ambaye unanisikia saa hii, shika neno kijana, shika neno mama, shika neno baba, shika neno mtoto. Ndicho kitakachoweza kukusaidia siku ya leo. Mahali ambapo umeshindwa, neno la Mungu litakuvusha na kuona baraka. Mungu akubariki sana. Asante kwa ajili ya kunisikiliza asubuhi ya leo. Nitakwenda kuomba. Pale ambapo vile vitu ambavyo vimepandwa ndani yako, taenda kumwambia Mungu aving'oe. Alafu sasa vikishang'olewa, ule ubaya ambao umepanda, ule uharibifu ambao umepanda, tamwambia Mungu ataung'oa. Na zen anza sasa kufuatilizia neno la Mungu. Tafuta muda wako, soma Biblia, tafuta neno lako, tafuta neno kwenye vinywa vya watumishi wa Mungu. Anasema kwenye kile kitabu cha Malaki 2:7, yafaa kinywa cha kuhani kihifadhi maarifa. Watu watafute maarifa kwenye kinywa cha kuhani. Tafuta neno la kukusaidia utoke hapo ulipo. Yamkini uko hapo ulipo kwa sababu hauna neno na umebaki tu kulia, unasema unapitia kwenye mateso. Lakini hao mateso unayopitia ni kwa sababu hujakubali neno lipandwe. Kubali neno lipandwe. Tabia zilizoko ndani yako zitaondoka. Yamkini ni tabia za babu yako, yamkini ni miungu ya babu yako inakutesa, yamkini ni mazingira yanayokuzunguka yanakutesa. Yale unayosikia yanaendelea kupandwa. Adui anapita analeta uharibifu. Ninakwenda kuomba katika jina la Yesu. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya neno la asubuhi ya leo. Neno ambalo ni la baraka. Asante kwa ajili ya kila aliyenisikia akanifuatilizia asubuhi ya leo. Na mimi anakwenda kupona. Ndoa yake inakwenda kupona. Watoto wake wanaenda kupona. Kazi zake zinakwenda kupona. Afya yake inakwenda kupona. Mazingira anaishi yanakwenda kupona. Anaenda kuona uwezo wako na nguvu zako. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu, kila neno lililopandwa la uharibifu kwa huyu kijana, kwa huyu mama, kwa huyu binti anayetoka katika taifa la mataifa mbalimbali, na ng'oa kwa jina la Yesu. Alitakaa neno la uharibifu ndani yao kwa jina la Yesu Kristo, bali neno jema linakwenda kupanda ndani ya mioyo yao. Acha neno lako likapandwe. Baba, naomba shauku na kiu sawasawa na Zaburi ya 42 ule mstari wa kwanza. Daudi akasema, kama yalaoneapo maji ya mto kiu, ndivyo nafsi yangu navyokuonea kiu. Weka kiu Bwana katika jina la Yesu Kristo. Weka shauku kwenye nafsi za mama huyu, nafsi ya baba huyu, shauku na kiu ya kulisoma neno lako. Awe na muda wa kukutafuta. Sawasawa na Zaburi 105 mstari wa 4, ukukutafuta akalisoma neno lako. Muwezeshe katika jina la Yesu aweze kulisoma neno lako. Huyu baba, huyu mama aweze kusimama kusoma neno lako ili uweze kumkamilisha na kumfanya kuwa mtimilifu kwenye maeneo mbalimbali. Bwana, acha neno likapandwe, neno linaloweza kuokoa nafsi zao, linazoweza kuokoa watoto wao, naweza kuokoa katika kazi zao, kwenye ndoa zao, kwenye adha na taabu, kuwaokoa kwenye mikono ya ibilisi, mikono ya shetani, kuwaokoa kwenye uovu, kuwaokoa kwenye dhambi, kuwaokoa kwenye majaribu na mapito, kuwaokoa kwenye mateso, kuwaokoa kwenye magonjwa na laana, kuwaokoa kwenye miungu ya kwao, kuwaokoa kwenye njia zisizo sahihi na kuwaleta katika njia sahihi. Baba, acha watoto wako wakasome neno lako sasa. Kutana na huyu baba, kutana na huyu mama, kutana na huyu binti Bwana, ili aanze kuchukua hatua ya kulisoma neno lako. Mwezeshe Bwana, mtie nguvu, achilia neema na uweza Baba kwa ajili ya kulisoma neno. Achilia neema Bwana. Baba, kila mmoja akapate neema. Ulimpa Mariamu neema kwenye kitabu cha Luka 1:30 ya kumzaa Yesu. Baba, naomba neema ya kipekee Baba kwa kila anayenisikiliza kwa ajili ya kulisoma neno lako Bwana. Baba, ninakusimwezeshe, na hata anapokutana kwenye nyumba za ibada, anaposikia injili inahubiriwa sehemu mbalimbali, Baba, achilia neema, Mungu wa rehema, sawasawa na kwenye kile kitabu katika jina la Yesu Kristo. Kwenye kile kitabu cha Malaki 2 mstari wa 7, neno lako linasema, yafaa kinywa cha kuhani kihifadhi maarifa. Baba, mpe kijana huyu, mpe baba huyu, mama huyu, anaposikia neno linahubiriwa awe tayari kulisikiliza ili likapande
lifondwe ndani yake, liweze kumsaidia katika maisha yake, liweze kumsaidia katika ujana, katika umama, katika ubaba, katika huduma, liweze kumsaidia hata kwenye familia yake, liweze kumsaidia hata katika nchi yake, avuke, ashinde anapopita katika majaribu, anapopita katika mapito, katika jina la Yesu Kristo, ili akapate hekima yako, akapate ufahamu wako Bwana, akafunguliwa kwenye kile kifungo, akatoke kwenye ile laana, akatoke kwenye ule uharibifu. Baba, naomba wasaidie kulisoma neno lako katika jina la Yesu. Baba, majira na wakati huu wako wanaopitia kwenye changamoto